Johana Ngeno akisalia korokoroni hadi Alhamisi atakapofahamu iwapo atawachiliwa kwa dhamana au la baada ya kukana mashtaka ya uchochezi. Kwa sasa tuungane na mwanahabari wetu Alan Ochanda aliye Nakuru tufahamishe zaidi kuhusu yanayojiri. Alan Ochanda, hebu tuambie maandamano haya yamefika wapi asubuhi ya leo? Na kama ulivyotaja tu ni kwamba wakazi wa Nakuru, hasa wale ambao ni wafanyabiashara wa katikati wa mji huu, wanasema kwamba wameghadhabishwa na kusikitishwa na baadhi ya matamshi ya baadhi ya wanasiasa, wakisema kuwa licha ya kuwa yanaweza kuchochea uhasama baina ya jamii zinazoishi katika eneo hili la Bonde la Ufa, matamshi hayo pia yalikuwa yanawadhalilisha wale ambao ni kina mama, kwa sababu kumbuka kwamba baadhi ya wale wanasiasa ambao sasa wamekuwa kimuliko kutokana na cheche zao za maneno, walimuliko kutokana na kuwa walikuwa wakiwashambulia au kumshambulia aliyekuwa mama wa taifa Mama Ngina Kenyatta. Lakini niweza tukuungana na baadhi ya wale ambao ni kina mama na wafanyabiashara katika eneo hili ambao wamekuwa wakiandamana. Ukitazama kule nyuma ni kwamba wamejitokeza kwa maelfu, na hapa tunaungana na mmoja wao. Tutueleza jina, utueleze pengine ni kipi ambacho kimewaleta mitaani kuweza kuandamana na kuweza pengine kuonyesha ghadhabu yenu. Kwa majina naitwa Anne Mwedhaga kutoka na jimbo la Nakuru County. Sisi tumekuja hapa condemn hii maneno yenye Sudi wamekuwa wakirusharusha huku wakitukana mama yetu. Mama lazima heshimiwe. Hao ni viongozi, hata ninashangaa ni viongozi aina gani. Wewe unaweza simama uanze kutukana Mama Ngina Kenyatta aliyekupigania mpaka ukapata uhuru, ukapata hiyo kiti uko nayo. We want to tell the Kenyans, sisi hatutakubaliana na viongozi wenye watakuwa kitusi mama zetu. Hiyo tumekataa. Hatutakubali. Mama lazima heshimiwe. Mama alitupigania mpaka uhuru, tumefika hapa leo. Jasho yake, malio yake, matiti yake ilinyonyesha mpaka huyo kiongozi wetu President Uhuru Kenyatta. Saa hizi hao ndio wa kwanza kututukana na kutukana wa mama. Akitukana mama moja ametukana wa mama wote Kenya. We will not accept that. Ruto amekosa adabu na amekosa na Ruto. Damn your dogs. Na pengine tukizungumza tukose kuwashambulia wengine ambao ni wa viongozi wa kisiasa, na pia tutumie lugha safi. Utueleze, utafunika barakoa kwenye mapua na mdomo, utueleze jina lako na pengine mbona mko hapa. Funika tu barakoa vizuri. Mimi naitwa Rukia Bilali, natoka kwa kikundi cha Riziki cha wamama, na tunasikitika sana mwanaume kama ule aliozaliwa na mama anatukana mama, na ili hali ana mama, kumaanisha vile alitukana Mama Ngina ametukana pia mama yake, na hatutamsamehea hata kidogo. Na hapa Nakuru tuko na imani na mama yetu na pamoja na rais wetu. Asante. Naam, pengine tueleze kwa ufupi mko hapa kwa sababu ipi yenyewe? Utasongesha barakoa juu. Kwa majina ni Grace Karuga, naongea kama mwenyekiti ya KANU Women Congress Nakuru County. Kwa hivyo mama mwenzetu akiweza kutukanwa, hiyo ni pigo kubwa. Kama sisi akina mama tunaheshimu mama wa taifa, na leo tunataka kutangaza hapa Nakuru. Nakuru is the hotbed of politics, na hatutakubali vinyangarika wanasiasa kuja kutukana kiongozi wetu, and especially his excellency. Mambo ya siasa, mambo ya wazazi, tuweke wazazi kando, wapigane kama wanaume, wacha wa mama zetu katika viti na wamama waheshimiwe. Wamama mpo? Tupo! Wamama mpo? Pengine tueleza, tunaona hapa ni kina mama ambao wanaonyesha ama kuelezea ghadhabu yao. Wewe kama wanaume na wengine ambao wameweza kujiunga nao, pengine mnajiunga nao kwa sababu ipi, na mnaelezea ghadhabu yenu pengine kuhusiana na matamshi haya vipi? Ghadhabu yetu, songesha barakoa. Ghadhabu ambayo tumeipata leo ni kwa sababu tulikuwa tayari tumezama katika amani, lakini kuna matamshi ambayo yaliweza kuzungumzwa na viongozi baadhi yao wa Jubilee, Mheshimiwa Oscar Sudi na Mheshimiwa Johana Ngeno. Mambo ambayo waliyataja ni mambo ambayo yanatukumbusha amani mahali ilikuwa imeishia 2007-2008, na kwa sababu rais wa Jamhuri ya Kenya aliona ni vyema baada ya uchaguzi akubatiane na yule ambaye alimshinda, wakaleta amani. Tunasema hakuna haja ambition ya mtu mmoja ilete ghadhabu katika Kenya nzima. Na shukrani kabisa. Tutakuwa tukiungana na wengine pia baadaye, kwa sababu tutakuwa bado tunaangazia maandamano hayo. Kwa hivyo wakesho ukitazama hapa ni kwamba ni ghadhabu tu ambao wote wanaume na wanawake wanaweza tu kuelezea kutokana na zile cheche za maneno zilizotolewa na yule mbunge wa Kapseret Oscar Sudi na mwenzake wa Emurua Dikir Johana Ngeno, kwa sababu kumbuka kwamba hawakutishia tu pengine utangamano baina ya jamii, ila pia walikuwa wakimshambulia au sana na kushambulia yule ambaye alikuwa mama wa taifa Mama Ngina.
Na kwa hivyo wanawake wote wanasema kwamba ukimshambulia mama mmoja utakuwa umewashambulia mama wote nchini Kenya. Na kwa hivyo ni taarifa ambayo bado tutakuwa tukitazama hapa, kwa sababu kumbuka kwamba kumekuwa na cheche na hisia mseto kali sana ambazo zimeweza kujitokeza kutokana na yale matamshi ya wale viongozi wa kisiasa. Naam, bila shaka asante sana Alan Ochanda kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, wanasisitiza kwamba tupige siasa lakini tusiwahusishe wazazi wetu na hususan mama zetu ambao walitubeba miezi 9 tumboni. Kwingineko ni kwamba mbunge wa Likoni Mishi Mboko vile vile amewakashifu wenzake wa Emuru Adikir Johana Ngeno na Kapseret Oscar Sudi kwa matamshi yao yaliyomlenga mamake Rais Uhuru Kenyatta. Mama Ngina akisema yanaonyesha hawana heshima kwa wanawake nchini. Tumeudhika na tumetamautishwa na mazungumzo ambayo yamekuwa yakizungumza na Mheshimiwa Ngeno pamoja na Mheshimiwa Oscar Sudi. Mazungumzo ya matusi, mazungumzo ya kejeli ya kumzungumzia Uhuru Muigai Kenyatta, rais wa taifa la Kenya. Tunasema si heshima kumkejeli kiongozi ambaye ni kiongozi wa taifa, na hata pia kukejeli uraisi, kwa sababu uraisi ni taasisi jamani. Kwani sisi viongozi tumegeuka kuwa kina nani jamani? Sisi ndio tunatakikana tuwe role model kwa wale wa Kenya wengine. Leo kiongozi anaenda to an extent kutukana familia ya Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Munamtukana Mama Ngina, mama ambaye ametulindia na kutulelea rais wa taifa la Kenya. Leo hii munamtukana marehemu ambayo hata dini zote, si wa Kristo si Waislamu,